kusikitisha na tunalaani mwenendo unaoendelea hasa wa baadhi ya viongozi wa serikali, taasisi za umma na vyombo vya usalama kudhoofisha uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari hapa nchini. Katika kipindi cha miezi minne iliyopita tangu Januari, kuna jumla ya matukio 8 ambayo yako on record ya madhira dhidi ya waandishi wa habari na vyombo vya habari ambayo yamejitokeza katika mikoa ya Dar es Salaam, Manyara, Mbeya na Mwanza. Katika matukio haya waandishi wa habari 8 walikamatwa na jeshi la polisi, kuwekwa ndani na baadhi kunyang'anywa vifaa vyao vya kazi na mmoja kupewa saa 24 kujieleza kuhusu matamshi yake aliyoyatoa katika mahojiano na chombo kimoja cha habari. Pia katika matukio haya chombo kimoja cha habari kimefungiwa kwa siku 90. Waandishi hawa waliachiwa kwa dhamana baada ya msaada wa kisheria uliotolewa na washirika wa CORI. Mpaka sasa tuna rekodi ya matukio 55 ya madhira ambayo yamerekodiwa kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Madhira hayo ni ya waandishi wa habari, vyombo vya habari na haki ya kupata taarifa, na yaliripotiwa mwishoni mwa mwaka 2025. Wakati kipindi hiki cha kati ya Januari hadi Aprili kuna rekodi ya madhira 8, kipindi kama hiki mwaka jana kuliripotiwa madhira 9. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba mambo hayabadiliki. Mwenendo wa hali ya uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka 2026 tunapoelekea kwenye kusherehekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari hapo Mei 3, 2026, mwenendo huu umekuwa sio unaotofautiana sana na mwaka jana na unaashiria kuendelea kwa mazingira magumu kwa waandishi wa habari. Katika vyombo vya habari, wanahabari na vyombo vya habari bado wanakumbana na shinikizo la kisheria na kiutendaji, hali inayochochea kujidhibiti kwa maana ya self censorship na kudhoofisha uhuru wa kuripoti masuala ya msingi ya kitaifa. Nini madhara ya hali hiyo? Madhara yapo katika ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu. CORI yenye wanachama 22 kwa maana ya taasisi 22 za kihabari na asasi za kiraia, tunasisitiza kuwa mwenendo huu una madhara makubwa kwa maendeleo ya demokrasia nchini, ikiwa ni pamoja na kudhoofisha uwajibikaji, kupunguza upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati, kukuza hofu na kujidhibiti kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari, kudhoofisha michakato huru ya kisiasa na utawala bora. Itakumbuka kwamba kwa mujibu wa ripoti ya waandishi wa habari wasio na mipaka RSF, Tanzania iliendelea kupanda katika viwango vya kimataifa vya uhuru wa habari, ambapo ilikuwa nchi ya 95 kati ya nchi 180 kwa mwaka 2025 na ya 97 kwa mwaka 2024. Kwa kuendelea kutokea matukio haya kunaleta taswira hasi kwa taifa na kudhoofisha jitihada zinazofanywa na serikali na wadau mbalimbali katika kuhamasisha uhuru wa habari na wa kujieleza. CORI inaamini kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo muhimu ya uwazi, ushiriki wa wananchi na utawala wa sheria katika jamii yoyote ya kidemokrasia. Kwa msingi huo, CORI inatoa wito kama ifuatavyo. Kwanza, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ihakikishe ulinzi wa wanahabari na kuheshimu kikamilifu uhuru wa vyombo vya habari. 3, vyombo vya dola viache vitendo vya vitisho, unyanyasaji na kuingilia kazi za wanahabari, hususan wanapofanya kazi zao za kihabari. 3, mamlaka za udhibiti zihakikishe sheria na kanuni zinatumika kwa haki bila kuathiri uhuru wa kujieleza. 4, wadau wa habari na umma waendelee kutetea haki ya kupata taarifa kama msingi wa demokrasia. Mwisho, CORI inaamini kuwa bila uhuru wa vyombo vya habari hakuna demokrasia imara. Hivyo ni wajibu wa kila mdau kuhakikisha kuwa mazingira salama na huru kwa vyombo vya habari yanakuwepo ili kulinda haki za wananchi kwa mustakabali wa taifa letu. Tumekuwa na madhira ambayo kuna wakati mwingine yanagusa maeneo yote ya ufanyaji wa kazi zetu. Kwanza kwa kuondoa umakini, pili yanajenga hofu. Tumekuwa tukiwasaidia waandishi wa habari ambapo
Unamsaidia leo alafu kesho unamwambia kuna story akaandika na kwambia siende. Anakwambia kabisa siende. Na tumekuwa tukipambana wakati mwingine kuongea na vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya, jeshi la polisi. Tunafanya hizo engagement kwa kushirikiana na taasisi zote zinazounda umoja huu wa haki ya kupata taarifa, usiku na mchana linapotokea tukio lolote lile. Lakini tunaona matukio haya yanazidi kuongezeka. Japokuwa kumekuwa na wakati mwingine na level ya kuelewana vizuri, tunaongea na makamanda wa polisi wa mikoa, wanatusaidia na watu wetu waandishi ambao wamepata madhila wanaweza wakapata ahueni, kwa mfano kupewa dhamana au tuhuma hizo kufutwa kabisa na kuendelea na shughuli zao. Lakini tunaamini inakuwa kama hisani. Sasa tunahitaji sheria kama mwenyekiti alivyozungumza hapa kwamba kwa sababu tume ya Jaji Chande amependekeza kioo kikubwa ni katiba, tunahitaji mwandishi wa habari aweze kulindwa mahususi kwa sheria na kwa katiba, kwa sababu katiba ndiyo sheria mama, itakuja itatengeneza sheria nyingine kama nchi nyingine. Ile ibara ya 15 ya 18 tunayoitumia inatoa uhuru tu wa kukusanya na kusambaza taarifa, lakini ulinzi na bado inasema taarifa is not a news, si ndio? Sio habari. Lakini ukienda kwenye katiba ya Kenya wametumia neno zuri sana, sio taarifa, neno press. Uhuru press. Ukienda ya Ghana wanatumia hivyo. Na hata kama katiba pendekezo iliyopita tulipambana sana ikaja ikaingia. Kwa hiyo ulinzi wa mwandishi wa habari inabidi sasa uje katika nadharia ya kikatiba na kuwe na sheria kabisa mahususi ambayo itawalinda waandishi wa habari. Na madhira haya yanayotokea yanarudisha nyuma uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza pamoja na haki ya kupata taarifa, kwa sababu mtu anapopata madhira leo hii hata saikolojia yake anakuwa hayupo kiutimamu hata wa kiakili. Na bado tunatoa wito sasa kushirikiana na wenzetu taasisi nyingine. Hawa waandishi wanaopata madhira tunajitahidi sasa kuvuka hatua nyingine kwa kushirikiana katika CORI, hata kuwapa msaada wa kisaikolojia. Kuna msaada wa kimatibabu sisi kama CORI na kupitia wadau wetu wengine tunautoa. Kuna waandishi wanaathirika kimatibabu. Yupo mwandishi ambaye alikuwa Dar es Salaam, alishikwa akawekwa ndani, lakini bahati mbaya kumbe alikuwa kwenye maradhi ya kisukari, inafunuka zaidi, yuko akiwa ndani anashindwa kutumia dawa zake. Ina maana tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo waandishi wamekuwa wakipata madhila kwa nafasi kubwa sana. Sasa kama CORI ndio jukumu letu kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, na tunajitahidi kufanya kazi kwa pamoja. Lakini kitu kingine tunawaomba vile vile waandishi wa habari wanapopata haya madhila wasiakalie kimya. Taasisi zetu za CORI sisi zote zipo, zinafahamika. Tuna wanachama 12 wanaounda umoja huu, 22 wanaounda huu umoja. Kwa hiyo ni wakati wa kuripoti. Ukipata yale madhila usikae nayo. Hakikisha kama kuna press club UTPC karipoti, kama kuna form ya kuijaza kupitia kwenye barua pepe au website ya MCT nenda. Kama unaweza. Tunashukuru kwamba ushirikiano huu katika CORI umekuwa ukileta matunda chanya kwa waandishi wa habari wanaopata madhila wanapokuwa kazini. Katika tukio la tarehe 29 kuna issue moja ambayo nilifikiri CORI lazima tuliangalie vizuri, na hapa Arusha kuna mwandishi mmoja akiwa kazini alikamatwa hivyo hapo tu kazini, lakini baadaye akafunguliwa kesi ya uhaini. Sijui hilo la fedha mjadinoti. Baadaye akapewa msamaha ule wa jumla. Lakini nilifikiri bado kuna haja ya kufuatilia swala kwa undani, kwa sababu mtu anapokuwa kazini labda ndio kufunguliwa uhaini. Ni mmoja ya mambo yanafanya waandishi wanakuwa waoga, waandishi wanakuwa hawajiamini, na inawafanya waandishi sasa hata jamii waone katika namna ambayo ni tofauti. Sisi tumekuwa tukishirikiana pia na watu wa CHRDC na kufikia madhila mbalimbali ya waandishi, kwa hivyo wanapata msaada wa kisheria, na hili linaendelea mpaka leo hii. Na hata ile la juzi la Karatu tumekuwa pamoja kufuatilia, lakini mwisho wa siku tunaona kwamba vyombo vya dola hasa polisi wamekuwa sugu. Tunawasiliana nao, tunaongea nao, lakini bado business as usual. Sijui ni nini, lakini ukiongea na msemaji mkuu wa jeshi la polisi anaonekana yeye anaelewa. Ila katika ngazi ya mikoani bado kuna shida ambayo tunafikiri CORI tunaweza tukaifanyia kazi, tuhakikisha kwamba sasa
Huko kutokuelewa kunatokana nini? Kwa sababu inaelekea kama polisi wanaona raha sana kukamata waandishi, na wanapokamata mara moja wanatangaza, na siku hizi hata wenyewe wana mitandao. Sasa hii hata kwa jamii inatufanya waandishi tuonekana kama ni watu ambao kwa kweli tuko prone kukamatwa tu kama wahalifu wa kawaida. Sasa uandishi wa habari sio uhalifu, na mimi nashangaa kwa sababu sasa hivi kuna jambo nitegemea masuala ya kitaaluma ambayo anayashughulikia jambo polisi anahusika vipi? Kwa sababu mambo mengi ukiona waandishi wamekamatwa ni masuala ya kitaaluma, wala sio masuala ya uhalifu wa kawaida. Sisi mtu anapofanya uhalifu wa kawaida tunaenda kwa uhalifu wa kawaida, lakini nafikiri swala la taaluma tunafikiri kuna mambo yetu. Sasa kori katika engagement hii nafikiri tusisitize, tuhakikishe kwamba masuala ya kitaaluma yanashughulikiwa kitaaluma, masuala ya kiuhalifu yanashughulikiwa kiuhalifu kwa mujibu wa sheria, lakini ya kitaaluma tuviachie vyombo. Sio polisi eti mtu amefanya interview wenyewe kwa sababu haikuridhisha kamata. Hapana, nafikiri inashusha mpaka hadi